Kilwa Kisiwani ni mji wa kale sana hapa duniani. Awali ulijulikana kwa jina la Kwiloa, yaani Kilwa. Inaaminika kuwa kisiwa hiki kilikaliwa na watu zaidi ya miaka 200,000 iliyopita kabla ya kuja kwa wageni. Kwa mara ya kwanza, misafara ya wafanyabiashara, wapelelezi na wasomi kama vile Ibn Battuta alipofika Kilwa Kisiwani mwaka 1331, aliusifia mji huu kuwa ni miongoni mwa miji iliyojengwa kwa ustadi na uzuri wa kipekee duniani. Mji huu wa Kilwa Kisiwani ulikuwa ni moja ya himaya shupavu duniani, ambapo uchumi wake ulitegemea sana dhahabu kutoka Sofala, uuzaji wa pembe za ndovu na vipusa. Hili ni kasri la iliyokuwa ikulu ya Kilwa Kisiwani. Mtawala wa ikulu hii aliitwa Ali bin Al-Hassan, na huu ni uga wa ikulu hii uliokuwa maarufu sana, ambapo wafanyabiashara na watemi walinunua na kunadi bidhaa zao hapa kama vile dhahabu, vyombo vya kauri, pembe za ndovu na vipusa. Vilevile sehemu hizi unazoziona inaaminika kuwa ndipo fedha ya Kilwa ilipotengenezewa. Sasa katika eneo hili la uwanda huu wa uwazi huu hapa, tulivyosema kwamba jengo lina matumizi mbalimbali, hapa ndipo biashara ilikuwa inafanyika. Hapa ndipo dhahabu zilikuwa zinauzwa. Hapa ndio pembe zilikuwa zinauzwa kipindi hicho cha karne ya 14 mpaka 15, wakati ustawi wa Kilwa uko wa hali ya juu, na ni sehemu ambapo wafanyabiashara maarufu walikuwa wanafanya hapa biashara, na moja kwa moja inavyoonekana kwamba biashara ilikuwa ikipatika vitu maalum kwa ulinzi uliokuwa hapa, na vyumba vilivyokuwa hapa tumeona vingine havikuwa na madirisha, vilikuwa wamevifunga, ina maana kwa kutunzia vitu maalum. Na kama tulivyosema kwamba eneo hili pia ndio mahali pesa ya dhahabu ilikuwa inatengenezwa, kwa mantiki kwamba isingeweza kutengenezwa nje ya karibu na mfalme. Ile ilikuwa ndio himaya ya mfalme pesa. Hiyo ndio kwa alama ya miliki ya mfalme, isingeweza kutengenezewa mbali. Kwa hiyo ilitengenezwa katika jengo hili mahususi. Na katika uwanda huu ukiangalia majengo yaliyozunguka, kuna vyumba zaidi ya 100 pia vimezunguka eneo hili lote la biashara. Ni kwamba vyumba hivi vilikuwa na makazi, kulikuwa na vyumba vya kulala, kulikuwa pia na bafu kama vyumba vya ndani tulivyoona. Palikuwa pia na vyumba ambavyo vilikuwa havina madirisha, ambavyo vilikuwa vimefungwa. Hii inaonyesha kwamba pengine vilikuwa vinatumika kwa ajili ya kutunza pia bidhaa kama hizo sema dhahabu kabla vijaingia mnadani. Tukienda kwa mbele, kwa kawaida jengo lilikuwa wanaingilia kutoka kusini. Ndio kwa jengo kuu la kuingilia, watu wanakuja kwenye biashara. Na huko juu kuna eneo ambalo alikuwa anasimama mtazamaji, tunasema msimamizi, overseer wa biashara. Kwa watu wanafanya biashara, palikuwa juu ya kuna kama alivyo madalali wengine wanavyokaa juu. Kwa hiyo palikuwa na overseer anayekaa juu ya hiyo eneo kuangalia eneo lote hili. Chimbuko la mji wa Kilwa unaanza zaidi kuanzia miaka ya 900 baada ya Nabii Isa, au kwa Kiingereza tuseme ni miaka ya 900 AD. Na umaarufu wa huu mji unatokana na ukweli kwamba kipindi hicho nilichotaja kulikuwepo na maunganisho makubwa sana kati ya pwani ya Afrika Mashariki na miji ya Kiislamu katika bara la Asia, eneo ambalo tunaita ni Middle East.
na kwa sababu Uislamu wakati ule ulikuwa umetawala dunia kubwa, ulikuwa unatawala mpaka Asia, unatawala mpaka maeneo makubwa ya Ulaya, basi biashara kubwa duniani ilikuwa inatawaliwa na Waislamu. Mji wa Kilwa wakati ule ulikuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kutafuta dhahabu kutoka kusini mwa Afrika, maeneo ya Zimbabwe na hata Afrika Kusini yenyewe. Basi ilikuwa kwamba ni senta ambayo Waafrika wa Kilwa walikuwa wanakwenda mpaka kusini mwa Afrika, wanaleta vitu muhimu kutoka kwenye ule ukanda, wanaleta pale Kilwa. Na Kilwa ilikuwa ni mji wa kusini kabisa ambao ulikuwa watu wanaotoka maeneo ya bara Asia walikuwa wanaweza kufikia na kurudi kwao bila matatizo. Kwa hiyo Kilwa ikawa imeitengenezea ule umaarufu kama sehemu ambayo wafanyabiashara wanafika, wananunua bidhaa ambazo zimeshaletwa na wafanyabiashara wa Kilwa kutoka maeneo mbalimbali, na baada hapo wanasafirisha hizo bidhaa kwenda bara Asia. Lakini niseme pia kwamba kumekuwepo na mawazo finyo kwamba watu wa Kilwa wenyewe kama Waafrika na wao hawakusafiri kwenda bara Asia. Ni ukweli kwamba hata inawezekana wenyewe walikuwa wanapeleka bidhaa hizi katika bara Asia kwenda kuuza, kwamba wao wanajua mahali vinapotoka na pia walikuwa wanavipeleka. Kwa hiyo sisi wataalamu wa mambo ya kale tunaanza kuona pia uhusiano wa pande mbili, kwamba kuna watu kutoka bara Asia wanakuja kufanya biashara, lakini na sisi watu wetu pia kutoka maeneo ya Afrika Mashariki kama Kilwa nao pia walikuwa wanakwenda bara Asia kufanya biashara. Wengine walikuwa wanaenda Maka kuhiji baada ya kupokea Uislamu. Kwa hiyo safari sio ilikuwa upande mmoja. Kwa hiyo kile kisiwa kimekuwa na watu miaka mingi kama vile bara la Afrika, upande wa Afrika Mashariki limekuwa na watu. Tunajua kwa mfano utafiti ambao uliofanyika miaka ya 57, 58, 59 na mtaalamu wa kizungu alikuwa anaitwa Neville Chittick, na mtaalamu ambaye alikuwa maarufu katika utafiti wa mawe Glenn Isaac. Walifanya utafiti pale Kilwa na wakagundua kulikuwepo na mabaki ya muhula wa mawe, kulikuwepo na matabaka au tamaduni za watu ambao walikuwa wanajua kutengeneza mawe, ambayo tunaweza kuipa tarehe na kwenda hata miaka karibu 200,000 iliyopita. Watu hawa wanajulikanaga kama watu wa muhula wa kati wa mawe. Kwa hiyo tunajua kwamba ushahidi huo unatuambia kwamba miaka zaidi ya 100,000-200,000 tayari kulikuwa na binadamu anaishi kwenye kisiwa cha Kilwa. Mimi mwenyewe nimefanya utafiti pale siku za karibuni. Pia kuna mwanafunzi wangu mmoja naye anaitwa Amandus Kwekason, naye amekuwa anafanya PhD yake pale. Na tunajua sasa hivi kwamba kuna pia mabaki ya binadamu alitumia vyombo vya mawe katika muhula wa mwisho. Huu muhula wa mwisho unaitwa ni Late Stone Age. Au pia kwa Kiswahili tunaweza kusema ni muhula wa mwisho. Lakini pia kuna mabaki ya mawe ambayo yamechongwa vizuri zaidi ambayo tunaita ni Neolithic. Ni kipindi ambacho binadamu anaanza kufuga na anaanza labda kutengeneza makazi ya kudumu. Hayo mawe na hayo mabaki pia tumeyakuta pale, na baada hapo tumekuta pia mabaki ya binadamu ambaye alishaanza kutengeneza vyungu. Na binadamu huyu tumejua pia kwamba alikuwa anafanya biashara na watu wengine katika kile kipindi cha Warumi. Tuna vyungu kutoka kwa Warumi, tuna vyungu kutoka kwa Wahindi, tuna shanga za Warumi pale ambazo zilikuja kibiashara. Na baada hapo tunapata pia mabaki ya watu walioishi miaka 500 mpaka miaka 700, 800 baada ya Nabii Isa. Na watu walikuwa wanafanya biashara kubwa sana na watu kutoka Persia. Na baada hapo ndo unaanza sasa ule mji ambao tunaita ni mji wa Kilwa ambao tunaujua kihistoria, ambao nilikuwa nakuelezea kabla hapo. Umekuja kuwa ni mji ambao umeleta wafanyabiashara wengi kutoka maeneo mbalimbali duniani wakitafuta dhahabu, wakitafuta na mambo mengine. Uislamu nao ukafika pale, ukawa ni mji maarufu sana kwa Uislamu. Na mabaki yake ndio ambayo ukienda Kilwa leo hii unayaona kama majengo ambayo yamejengwa kwa mawe.
tunapata picha gani ya mji wa Kilwa Kisiwani kutokana na binadamu kuishi kwa muda mrefu zaidi? Maana ya hiyo picha nilikuwa naizungumzia ni kwamba Kilwa wameishi binadamu mfululizo miaka mingi. Inawezekana hakuna kipindi ambacho binadamu amekosekana Kilwa. Kwa hiyo hata yale maswala ambayo tumekuwa tunasikia katika historia, kuna wanahistoria wengi sana hasa wa kizungu walikuwa wanajaribu kusema kwamba mji wa Kilwa kwa sababu ni mji mzuri sana, umejengwa kwa mawe mazuri, ulikuwa ni utamaduni ambao una mali nyingi. Wale watu walikuwa wanatumia uchumi, walikuwa wanatengeneza pesa zao wenyewe. Walikuwa wanatengeneza pesa nyingi sana. Kilwa ilikuwa ni mji ambao unaendeshwa kwa uchumi wa pesa. Basi wageni wengi wamekuwa wanajaribu kufikiria kwamba watu waliokuwa wanaishi kwenye kile kisiwa walikuwa sio Waafrika. Yale mambo ya ubaguzi wa rangi, kwamba wazungu kwa muda mrefu sana wamefikiria kwamba Waafrika walikuwa wana akili, hawezi kuendesha uchumi mkubwa, hawezi kutengeneza vitu vya teknolojia. Kwa hiyo wao walikuwa wanaangalia zaidi mabaki ya kile kipindi cha mji ambao umekuwa mkubwa unatambulikana duniani. Na wenyewe walisema kwamba kabla hapo ilikuwa hamna watu Kilwa. Walisema kabla ya mwaka wa 900 AD, 900 baada ya Nabii Isa, walisema kwamba hakuna binadamu aliishi pale. Mji ule umeanzishwa na Waarabu, ama walisema ni Wapersia, na kwamba Waafrika kama unaona kule waliletwa watumwa tu. Sasa tunapofanya utafiti tunaanza kuona matabaka makubwa zaidi yanaendelea ardhini mpaka miaka 100-200. Tunajua kwamba wanachosema kwamba mji umeanzishwa na watu wa bara Asia ni uongo. Ni uongo tu, ni mambo ya kutokumwamini mtu mweusi. Sasa hivi tuna ushahidi wa kuonyesha kwamba binadamu ameishi mfululizo mpaka anakuwa tajiri kabisa, mpaka anaweza kufanya biashara kubwa kama ile ya Kilwa ambayo ndio inaonekana na watu wengi. Kwa hiyo sisi tumeweza kuchimba historia ya kabla ya huo mji kuwa maarufu, na tumeweza kuonyesha jinsi ambavyo binadamu amebadilika miaka nenda rudi mpaka anapofikia pale alipofikia. Kwa hiyo masuala kwamba Kilwa ilijengwa na watu kutoka bara Asia ni uongo, kwa sababu sasa hivi tuna ushahidi wa kuonyesha mababu na vitukuu na wazee ambao waliishi miaka nenda rudi huko nyuma. Ramadan. Je, mji wa Kilwa Kisiwani ulijengwa na watu weusi au wageni? Kuna ushahidi sasa hivi unaopatikana kutoka kwenye kazi za mambo ya kale zinazoonyesha kwamba mji ule umekaliwa na watu kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, kuanzia kipindi cha muhula wa mawe. Sasa hakuna mtu ambaye anaibisha kwamba watu wa muhula wa mawe walikuwa watu weusi. Hakuna mtu anaibisha. Na hata kile kipindi cha Warumi, vyungu na mabaki ambayo yalikuwa yanatengenezwa na Waafrika, wazungu hawabishi. Kwa mfano vyungu ambavyo tunavikuta katika ile tabaka la kati pale Kilwa Kisiwani ni vyungu ambavyo vinaitwaga ni early iron working period. Ni vyungu vya kipindi cha watu wanachemsha chuma, na wazungu wote wamekubali miaka nenda rudi kwamba hivi vyungu na utengenezaji wa chuma vilifanyika na watu weusi. Sasa inakuwaje watu wale wanaendelea kuishi kwenye ile kisiwa, wanapofika wakati wa kujenga nyumba za mawe wanabadilika, wanakuwa watu wengine? Hapo ndio tatizo linapotokea hapo, kwamba mtu anajaribu sasa kubadilisha binadamu asiwe kitu ambacho alikuwa nacho, kwa sababu wao hapendi binadamu awe vile. Hamtaki mtu mweusi kwa mfano aonekane kwamba aliwahi kuwa na utamaduni mkubwa ambao hata unazidi sehemu za Ulaya na Asia. Sasa mtu kama mimi nimefanya utafiti mkubwa sana kuchunguza pwani yote Afrika Mashariki. Hata juzi nimetoka kisiwa cha Komoro kuchunguza ni watu gani walikuwa kule mapema na kuja kujenga utamaduni ambao tunauona. Na hata ukiachana na mambo ya arkeolojia yenyewe, mambo ya kala ambayo unachimba ardhini ukapata mabaki yaliyoachwa na binadamu nyuma, ni vizuri watu wakajua kwamba wazungu wenyewe hao, Waarabu wenyewe hao, Wachina na watu wengine waliwahi kutembelea maeneo ya Kilwa hicho kipindi ambapo mji ulikuwa mkubwa.
Na wao walivyoona watu waliokuwa kwenye ile miji, walisema watu hawa ni watu weusi. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba labda vigae tunavyokuta, mabaki ya nyumba tunayokuta, sisi wataalamu wa mambo ya kale tunakosea, tunaita ni ya Kiafrika. Basi hata kama tumekosea, basi sisi muelewe kwamba kuna ushahidi kutoka kwa watu ambao walitembelea ule mji wenyewe, ambao walisema watu waliokuta kwenye mji ni namna gani. Mfano mmoja mzuri, labda tuanze na mtu mmoja anaitwa Masudi. Walipata ushahidi na wengine walifika na wanasema kwamba walikuta watu weusi kwenye huu ukanda. And actually mmoja wapo anasema jinsi ambavyo mtu mmoja mweusi alikamatwa na akatekwa. Alikuwa mfalme wa ile eneo. Na ukanda wote huu wanasema walikuwa unaitwa Sufala. Na mtu huyo alitekwa akapelekwa mpaka Uarabuni na akaweza kurudi nyumbani na akaja kuanzisha Uislamu. Kwamba hata Uislamu sio kwamba walileta wazungu ama Waarabu wakaanzisha pale, kwamba kuna Mwafrika mwenyewe ambaye aliwahi kutekwa nyara na wageni waliokuja kufanya biashara. Alipokwenda kule Uarabuni akawa Muislamu na akatoroka kule Uarabuni akarudi nyumbani na akafundisha watu wake Uislamu. Na inasemekana wewe ni mtu wa kwanza hata kuleta Uislamu kwenye ukanda. Tuzungumze mtu mmoja anaitwa Ibn Battuta. Ibn Battuta alikuwa ni msafiri na msomi na alitembelea maeneo yote ambayo yalikuwa yanajulikana ile miaka ya kale, akiandika historia yake na uchumi wake na vitu vingine. Huyu aliwahi kwenda nchi ya Mali, aliwahi kuja hapa Afrika Mashariki, akatembelea mji wa Mombasa, akatembelea mji wa Kilwa, aliwahi kwenda Asia, akatembelea India na akatembelea mpaka China. Ripoti yake, maandishi anaandika juu ya Kilwa, anasema watu waliwakuta huku ni watu weusi, watu wa Kilwa walikuwa watu weusi. Na alitumia neno moja la Kiingereza ambalo linakuwa ndio ushahidi mzuri sana. Anasema people of Kilwa are jet black. Hilo neno jet na maana ni mtu mweusi kabisa, ndindi ile mweusi. Sasa huyu ni Mwarabu kutoka Morocco. Amekuja Kilwa mwaka wa 1330 na kitu, lakini mwaka 1300 amefika Kilwa. Wakati huo Wareno hajaja, wazungu hajaja huku. Hakusema kwamba huu ni mji wa Waarabu, wala hakusema kwamba nimekuta Waarabu. Na alisema huu ni mji wa Waswahili, alitumia neno Swahili, huu ni mji wa Waswahili. Kwa hiyo ushahidi wa Ibn Battuta ni mzuri sana kwa sababu ni mtu amekuja ameona kwa macho yake mwenyewe, watu wakawaelezea. Na Wareno wanapokuja mwaka 1500, 1490 na kitu, mwaka 1500, 1100 na kuendelea. Wenyewe walipofika wanasema kwamba walikuta watu weusi lakini Waislamu. Kwa mji wa Kilwa una watu weusi Waislamu. Na uzuri mmoja pia walizungumza kwamba masultani wa Kilwa walikuwa watu weusi. Na wanapozungumzia kwamba masultani wa Kilwa walikuwa watu weusi, inafurahisha kwa sababu walikuwa wanajaribu kushangaa. Sababu wakati labda kwa ubaguzi wa rangi kanaanza, walikuwa wanajaribu kushangaa imekuaje hawa watu weusi wanakuwa na maendeleo makubwa namna ile. Kwa hiyo wao walichozungumzia ni kwamba inaonekana labda wao masultani weusi kwa sababu labda mama zao waliolewa na wageni kutoka nchi za mbali ndio wakazaliwa weusi, lakini hilo sio jibu. Swali ni kwamba watu ni weusi walikutwa pale. Naweza kuendelea kutoa mifano mingine ambayo ipo ya wanahistoria. Kuna mmoja wa 1700, mwaka 1700 wakati wa Omani walianza kuvamia Afrika Mashariki baada ya kukaribishwa na Waswahili wenyewe kuja wasaidiane kupigana na Wareno. Na baadhi ya Waomani walipoenda kule Kilwa na katawala ule mji wa Kilwa, baadhi walikuwa masultani walikimbia pale Kilwa, wakakimbilia Msumbiji, kwenye kile kisiwa cha Msumbiji. Na alichaguliwa sasa kuwa Muislamu kuwakilisha wale waliokimbia, anaandika barua ya Kiswahili kwenda kwa hao ambao wamekimbilia kule Msumbiji, kisiwa cha Msumbiji. Na anambia jamani, mimi nawaombeni mrudi nyumbani kwa sababu sisi wa Kilwa pamoja na kwamba ni watu weusi, hatuna ugomvi na Waarabu kwa sababu sisi sote ni Waislamu. Tuunganishwe na hii dini yao ya Uislamu, turudi nyumbani tufanye kazi pamoja. Wale kuja kutawala wana ugomvi na sisi. Sasa haya ni maelezo ya kutosha ya kuonyesha kwamba mji wa Kilwa ulikuwa mji wa watu weusi na maendeleo yao tu ni maendeleo yaliyotokana kwa sababu ya biashara na kuweza kuunganika na maeneo mengine ya zamani. Ramadan.
Mwanzoni mwa karne ya 16, ukanda wa bahari mashariki mwa Afrika ulivamiwa na Wareno. Misafara ya meli za Kireno ilianza kushambulia miji na bandari za eneo hili. Kilwa Kisiwani iliharibiwa vibaya. Msafara wa meli za Don Francisco de Almeida ulikuwa mkubwa zaidi. Kuanzia mwaka 1502 hadi mwaka 1505, sehemu kubwa ya mji ilikuwa imeharibiwa na kutekwa na walowezi wa Kireno. Shida yao ilikuwa ni kubomoa na kuiba kila kilichoibika. Waliteka meli na kushikilia biashara zote zilizotumia bahari ya Hindi. Kinachokumbukwa ni ngome, yaani gereza, walioijenga pwani kujihami na mashambulizi, hususani baada ya kuvuna walichopanda. Baada ya kufilisi mji huu, Wareno hawa walitelekeza Kilwa Kisiwani. Inasemekana kuwa baada ya Wareno kuharibu na kuutelekeza mji wa Kilwa Kisiwani, ulivamiwa tena na kundi la wanyang'anyi kutoka kusini. Hawa waliitwa Wazimba kutoka Zambezi. Tunasimuliwa kuwa licha ya kuiba mali, walikuwa wala watu. Waliwageuza asusa wenyeji wa mji, wakawafanya kitoweo. Waliokuwa na bahati ya kunusurika waliuhama mji. Wachache waliobaki hawakurudi mjini. Hata hivyo, ujio wa Waarabu na biashara ya utumwa uliharibu mji zaidi. Ni katika mazingira haya ya kukatisha tamaa, mji wa Kilwa Kisiwani ulipoteza umaarufu wake, na badala yake Kilwa Kivinje ikaanza kujengeka kidogo kidogo. Bandari ya mji ikawa haina umuhimu tena, maana biashara haikuwepo tena. Badala yake bandari mpya ya Kilwa Kivinje ilianza kushamiri. Umaarufu wa Kilwa Kivinje haukuwa kama ule wa Kilwa Kisiwani. Bidhaa zilizosafirishwa hazikuwa nyingi, ila biashara ya kuuza watu ilishika kasi. Kilwa Kisiwani, baada ya kuharibiwa na Wareno na kisha Wazimba, haikupata mwanya wa kukua tena, ila kufa kifo cha taratibu. Leo hii imebakia historia. Kilwa Kisiwani ni magofu matupu. Ramadan.